Kenya tunasemanga 3 mistakes cannot be right, 2 wrongs cannot be right. Wrong ya kuiba mali ya watu, it's not right on earth and in heaven. It is not right, it is wrong, it is bad, it is criminal. Right pia ingine, wrong ingine, the wrong thing ya kupiga polisi mpaka unaweka chini na wewe ni raia is not right here on earth and in heaven. Wewe ambaye mtoto wako anaenda kukabiliana na polisi ambaye yuko na silaha na kuchapa kope na kutandika, huyo mtoto hatabarikiwa maisha yake yote ndani ya nchi na hata kwa mbinguni. It is not also right for police to use excess force against citizens who do not have arms. I think in this country, we need to review the laws governing IPOA. Kwa sababu polisi wakitaka kufanya kitu, IPOA wananyorosha. Polisi wakitaka kuweka usalama, IPOA they come to them. Polisi wakitaka kudunisha amani, human right, they come for them. Polisi wakitaka kuweka amani, raia na wakora na goons, they go for them. Kwani mnafikiri polisi sio binadamu? Na mimi nashangaa watu ya human right, kwa nini askari agenyoroshwa na goons au atetei? Kwani human right iko na limitation gani? Human right ni yangu mbunge na hao peke yake na raia, hata polisi wako na human right, they are also human beings. So we need to protect the right of every Kenyan as enshrined in the constitution. Na tunaambia Gachagua, Kalonzo, Maraka, hiyo group yote, nyinyi sio Gen Z, nyinyi ni X. Nyinyi mulipita mwaka 60, hata sijui nyinyi watu wamepita mwaka 60 naitwa nini? Wale uko 70. Naitwa Granny au naitwa nini? You are not Gen Zs. They are fossils. They are moving from the known to unknown. If a matter moves from unknown to unknown, that is heading to become a fossil. So nyinyi ambaye hamuko Gen Z, muko hiyo kiwango ya kuwa fossils, wachana na kusumbua watoto yetu ya Gen Z. Wacha Gen Z watafutiwa haki yao na serikali. Na nyinyi Gen Z msitumike vibaya kupora mali ya watu. Lakini najua kweli sio Gen Z walikuwa wanapora mali ya watu, ni goons wameingia ndani ya Gen Z. Au ni aje? Ni wakora waliingia ndani ya. Sasa kama hakuna kazi Kenya, kazi inapatikana aje? Ukipomoa maduka, kazi itapatikana? Sio duka inaajiri watu. So we are saying enough is enough. The rule of law must prevail. Na tunataka tuseme tuchunge haki ya kila mtu na tuchunge amani katika taifa hii ya Kenya. William Ruto ni rais ya 5. Wakati wa Moi wakasema must go, must go, must go. Leo mwaka 22 baada ya Moi wanatokezea na kusema William Ruto must go. Where? Si walisema Moi must go, Moi akakuwa president for 24 years. Sasa wakianza kusema William Ruto must go, tutaanza kuwa na mafikira ya kuongeza maneno ya William iko 24 years. Kwa sababu why does it, yani kikuwa Mkalenjin rais ni must go? No way. Even William Ruto ako na manduku na yuko na watu yake ambao baada alisaliwa. Let us respect everybody. Jinsi tulirespect Kibaki, wacha tuheshimu William Ruto. Vile tuliheshimu Uhuru Kenyatta, tuheshimu William Ruto. Pale tuliheshimu ile mzee yao baba yao ya kwanza Jomo Kenyatta na Moi, wacha tuheshimu. Let us respect every person that was given an opportunity kuanzia MCA hapa mpaka mbunge, mpaka governor, mpaka PS, because that is what God has done for now. Na kama uko na hasira mingi sana, tukutane debe 2027. Au ni aje?
Instead of matusi mingi, punguza matusi, tengeneza kura, tutukutane 2020. Kena ikirila yako kebenya. Deni? Si wananchi wataamua. Kwani kitu itaamuliwa na matusi? Kura ya Kenya itaamuliwa na matusi? Itaamuliwa na kazi ambayo mtu amefanya kama mimi na hawa, kama rais. Si rais sasa tu, si ni kazi ya rais. Hii ni kazi ya rais au si kazi ya rais? Hata ile bitok sahihi ni kazi ya rais. So mimi nataka niwaachie hapo na niseme sisi wote, let us respect the government of the day, because that is what the citizens of Kenya walituwekea. Kwa hayo mengi